Naam, jambo mpendwa na karibu katika mafundisho ama somo la siku ya leo. Siku ya leo ni mwongozo wa kusoma Biblia ambao ni wa 5, na ninapozungumza katika siku ya leo tunazungumzia violating the spirit of the law, lakini nitazungumza siku ya leo kwa Kiswahili kwa kusema kuwa ni kukiuka kusudio la sheria. Tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako, na wakati huu ambapo tunafungua maandiko matakatifu, tunakuomba uwe nasi na utufundishe katika jina la Yesu mkombozi. Amen. Wapendwa, samahani nina homa kidogo siku ya leo, lakini Mungu atatujalia. Na jambo ambalo tunazungumzia ni kukiuka kusudio la sheria. Kwa kawaida tunazungumzia mwongozo wa kusoma Biblia muhula huu, na somo hili ni la 5. Siku ya leo fungu letu kuu linatoka kitabu cha Nehemia 5 mstari wa 1. Restore now to them even this day their lands, their vineyards, their olive groves, and their houses, also 100th of the money and the grain, the new wine and the oil that you have charged them. Haya tutayazungumzia hapo mbeleni na tujue ni kwa nini mtumishi wa Mungu anasema hivi. Kwa hivyo moja kwa moja bila kupoteza wakati, ningependa nikufahamishe kuwa kuna jambo ambalo linaitwa umaskini. Umaskini mpendwa, unasababishwa na nini? Nchini kwangu kuna baadhi ya watu wanasema ni kwa sababu maskini walifanya uchaguzi mbaya ama chaguzi zao mbaya, na kama umehitimu shule ya sekondari yani form 4, ukipata kazi usipate watoto hadi utakapooa au kuolewa, uwezekano wa wewe kuwa maskini ni mdogo sana. Na watu wengine wanasema kuwa umaskini ni kosa la jamii. Sijui wewe wasemaje, lakini na wengine unatokana na ubaguzi wa misingi ya rangi au jinsia, na unatokana na mparanganyiko mpendo wa kiuchumi. Lakini tunaona duniani kote, nadhani kwa kiasi kikubwa umaskini unasababishwa na sera ya serikali. Watu wengi ni maskini kutokana na athari za vita. Wengi ni maskini kwa sababu serikali imekataa kuruhusu uhuru wa kiuchumi katika nchi hiyo, na wakati mwingine umaskini unakuwepo kutokana na matatizo ya hali ya hewa. Biblia inasemaje kuhusu haya ambayo tunazungumzia mpendwa? Somo letu juma hili linahusu malalamiko juu ya umaskini. Hebu tutazame basi na tusome kwenye Biblia katika zama za Nehemia, na tuone kile tunachoweza kujifunza kuhusu umaskini. Na jambo kuu tumesema ni kukiuka kusudio la sheria. Kwanza kwa kawaida na igawanya lesoni hii ama mwongozo kwa vijisehemu, na inakuwa vijisehemu kwanza 2, 3, lakini leo nitagawanya katika vijisehemu 3 ili tuweze kujifundisha. Na nitakusihi ufungue Biblia yako moja kwa moja, maana nitakuwa nikisoma tukienda pamoja nawe. Na jambo la kwanza nazungumzia ni malalamiko. Malalamiko haya yanatoka katika kitabu ambacho tumesoma ndugu mpendwa, na ni kitabu ambacho tutasoma siku ya leo kwa kina sana. Nehemia 5 mstari wa 1 na wa 2 kuendelea. Na hapa jambo kuu ama mada ni Nehemia akabiliana na udhalimu. Samahani. Kwa hivyo tusome moja kwa moja. Ndipo kukatokea kilio kikuu cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi, maana walikuwapo watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu tu wengi, na tupate ngano tule tukaishi. Mpendwa, hapa umeona jambo ambalo nazungumzia ni malalamiko. Mlengwa katika malalamiko haya kuhusu chakula ni nani? Hawa ni Wayahudi wenzao. Mlengwa hapa ni Myahudi mwenzao. Unasikia anasema watu wamelalamika hapa, na wanasema kukatokea kilio kikuu cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi. Wanasema maana walikuwa hapo watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu tu wengi, kwa hivyo na tupate ngano tule tukaishi. Mpendwa,
nikisonga chini hapa, sababu ya umaskini iliyobainishwa hapa ni hipi: wana familia kubwa. Kuwa na familia kubwa hapa ndiyo sababu ya umaskini kulingana na Nehemia 5 mstari wa 2. Kuna kosa gani katika hilo mpendwa? Kwa nini uwalaumu Wayahudi wenzako wakati wewe ndiwe una watoto wengi? Hebu tujiulize swali la msingi mpendwa. Nilidhani kwamba katika nyakati ama zama za kilimo, kuwa na watoto wengi inamaanisha kwamba una chakula kingi na si chakula kidogo. Na mahali ambapo natoka Kisii, tunasema kuwa na watoto wengi wanakusaidia wakati unafanya unalima ama unafanya kilimo. Kwa hivyo utaona kwamba kifungu cha pili kinasema na tupate ngano. Hii inaashiria kwamba hawalimi ngano yao wenyewe. Kwa hivyo fungu la pili linasema na tupate ngano. Kwa hivyo hawalimi ngano yao wenyewe. Mpendwa, ningependa nikupeleke katika mstari wa 3. Nehemia mstari wa 3 nayo inasema, tena walikuwako wengine waliosema, tumeweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu tupate ngano kwa sababu ya njaa. Kuna jambo ambalo limejitokeza hapa mpendwa. Kwa nini hapa tunasoma sababu ya umaskini ni hipi? Hapa sababu ya umaskini wao ni kukopa fedha. Kwa nini basi kundi hili linakopa fedha? Ni kwa sababu wanataka kupata ngano. Haya basi, sababu ya uhaba ama uchache wa ngano hapa ni ipi? Sababu ya ngano yao kuwa chache ni njaa. Sasa hili linaanza kuleta mantiki hapa mpendwa. Kama kuna njaa, kuwa na matumbo mengi ya kuyalisha ni changamoto. Kama kuna njaa, bei ya chakula inapanda na unatafuta fedha za ziada kwa kukopa. Nadhani wale tunatoka sehemu moja mnajua jinsi ambavyo serikali inakopa na watu wengi wanaishi kwa kukopa ili angalau waweze kupata hata tone la chakula. Kwa hivyo mpendwa, donge la chakula. Kwa hivyo hawa watu wana changamoto kwa sababu wana matumbo mengi ya kulisha. Mstari wa 4 katika Nehemia, Biblia inasema, tena walikuwapo wengine waliosema, soma pamoja nami. Biblia inasema, tena walikuwako wengine waliosema, tumekopa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu. Ni fungu la 4 katika kitabu cha Nehemia 5. Hapa mpendwa, chanzo cha umaskini hapa ni kipi? Sera ya serikali katika mfumo wa kodi ambayo ni kubwa. Ikiwa serikali inakuwa na kodi kubwa, basi hiyo inaweza kukuletea umaskini. Kwa hivyo mpendwa, mstari wa 5, Nehemia anaendelea kutuambia, walakini miili yetu ni kama miili ya ndugu zetu na watoto wetu kama watoto wao. Kumbe mnawatia utumwani wana wetu na binti zetu kuwa watumishi, na baadhi ya binti zetu wamekwisha kutiwa utumwani, wala hatuwezi kujiepusha na hayo, maana watu wengine wana mashamba yetu na mizabibu yetu. Unaona hapa kuna malalamiko, ndugu mpendwa. Unawezaje kulalamika kwamba umewafanya watoto wako mwenyewe kuwa watumwa? Ingawa mpendwa, inaweza isiwe ni jambo dhahiri, kifungu hiki kinaelezea watu hawa maskini wameuza vitu vyao vingine, mashamba yao na mizabibu yao wameuza. Mali yao ya mwisho iliyosalia ni kuwauza watoto wao ili waende utumwani. Mpendwa, hapa haya ndiyo malalamiko. Kwa kutopoteza wakati, jambo la pili nasungumzia ni jibu la Nehemia. Nehemia yeye anajibu namna gani? Ningependa nikueleze kuwa kuanzia mstari huu wa 6, Nehemia anasema, nami nilikasirika sana niliposikia kilio chao na maneno hayo. Mstari wa 7, ndipo nikafanya shauri na nafsi yangu, nikagombana na wakuu na mashehe, nikawaambia, mnatoza watu riba, kila mtu ndugu yake. Nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Wapendwa, hapa
unaona jibu la Nehemia linakuja. Mwitiko wa kwanza wa Nehemia hapa ni upi? Anakasirika. Kiitikio ama mwitiko wake wa kwanza hapa ni kukasirika. Kwa hivyo kwa sababu gani anakasirika? Je, amewakasirikia wale wanaolalamika au wale wanaolalamikiwa? Anakasirikia akina nani hapa? Mpendwa, na mwitiko wa pili hapa ni upi? Mwitiko wake wa pili unasikia anasema anafanana na sisi. Anatafakari kilichosababisha umaskini. Mpendwa, mwitiko wake wa tatu ni upi? Hapa kuwalaumu wale wanaoendesha nchi. Ameshafanya uamuzi kwamba wale wanaolalamika wako sahihi. Kwa hivyo katika kauli yake Nehemia amekata kwamba watu hata kama wamekosewa, hata kama wanalalamika, wako sahihi, kwa sababu katika mwitiko wake wa tatu hapa ameshafanya uamuzi kwamba wale wanalalamika wako sahihi, lakini serikali vile vile imewaumiza. Mpendwa, nataka tuangalie sehemu ya mwisho ya Nehemia hii, mstari huu wa 7. Nehemia anahitimisha kwamba chanzo cha umaskini hapa ni kipi? Sababu mojawapo ni kutoza riba. Ningependa labda nisome tena katika huu mstari wa 7. Inasema sehemu ya mwisho kwa samahani, mnatoza watu riba, kila mtu ndugu yake, nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Kwa hivyo unaona hapa mpendwa, anasema kuwa kutozwa riba kunaweza kuwa sababu nyingine. Kwa hivyo hebu subiri hapa kidogo. Katika kuna kitu ambacho tunaita deal. Tuseme nina deal kwa ajili ya Nehemia. Akinipa 10,000 leo, nitamrejeshea miaka 20 kutokea sasa. Je, hiyo ni haki? Kuna kitu kinaitwa dhamani ya sasa. Dhamani ya kupata 10,000 sasa, lakini miaka 20 kutokea sasa ni ndogo zaidi kuliko dhamani yake sasa. Kwa hivyo riba inawakilisha tofauti iliyopo. Ukinipatia 10,000 sasa hivi bila kunitoza riba, ninakuwa ninakuibia, kwa sababu riba hubadilika kila wakati. Dhamani ya pesa, dhamani ya maisha huwa inapanda kila wakati. Sasa ningependa nikurudishe nyuma katika kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 22 verse 25. Kutoka 22 mstari wa 25. Torati ilikuwa inasemaje? Biblia inasema, ukimkopesha fedha mtu yeyote miongoni mwa watu wangu walio maskini, usiwe kwake kama mudai, wala usimtoze riba. Mpendwa, sikia. Biblia katika Kutoka imeyaelezea hayo. Mikopo, mpendwa, kwa maskini ilipaswa kushughulikiwa namna gani katika Agano la Kale? Riba haikupaswa kutozwa. Hivyo maskini walikuwa na malalamiko halali kuhusu kutozwa riba. Kwa hivyo hata Nehemia anaposimama kidete dhidi ya utozaji riba kwa maskini, ako sahihi, kwa sababu hili lilikuwa limeshazungumziwa hapo awali. Na labda nikurejeshe nyuma Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 23, wacha nione kama nitaipata hapa. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 19 na mstari wa 20. Nayo Biblia, wacha nione, sawa. Haya basi, Biblia inasema Kumbukumbu la Torati ni Deuteronomy katika lugha ya Kiingereza. Naona mtu ananiuliza hapa, mtangazaji, hicho ni kitabu gani? Deuteronomy chapter 23 verses 19 and 20 inasema, usimkopeshe ndugu yako kwa riba. Riba ya fedha, riba ya vyakula, riba ya kitu chochote kikopeshwajo kwa riba. Mgeni waweza kumkopesha kwa riba, ila usimkopeshe ndugu yako kwa riba, ili Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika yote utiayo mkono wako katika nchi uingiayo kuimiliki. Kwa hivyo ndugu mpendwa, umesikia jinsi ambavyo Biblia ilikuwa inasema katika Agano la Kale kuhusu maneno haya. Je, Mungu anakubaliana na dhana ya dhamani sasa tunapozungumza? Ndiyo.
Kwa wageni anasema ndio, anakubaliana nao. Utaona kwamba maelekezo haya kuhusu riba hayakomei kwa Waebrania maskini. Mpendwa, tusome sasa Nehemia ile tulikuwa 5 mstari wa 8. Biblia inasema, nikawaambia, huyo ni Nehemia sasa, sisi kwa kadri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi waliouzwa kwa makafiri, na ninyi mnataka kuwauza ndugu zenu, tena kuwauza ili sisi tuwanunue. Wakanyamaza kimya, wasiweze kusema neno lolote. Tena nalisema, kabla labda niendelee hapa mpendwa, kuna jambo ambalo linatokeza. Nehemia hapa asungumzii kwa umahasusi kuhusu kuwauza watoto kama watumwa, bali anazungumzia kuhusu kejeli ya kile kinachotokea mpendwa. Wazazi wanawauza watoto wao kama watumwa kwa mataifa mengine, na kisha Nehemia na Waebrania wengine matajiri wanawanunua. Hili linaleta mantiki gani mpendwa? Huna furaha kwamba Nehemia hapa, naendelea tuangalie Biblia pamoja nawe mpendwa, huna furaha kwamba Nehemia anashtumu uuzaji wa watoto moja kwa moja? Katika kitabu cha Kutoka 21 mstari wa 2, hatuwezi kuwa na taswira kamili pasipo kuelewa kifungu hiki mpendwa. Labda nikisome kifungu hiki ambacho tena nilikirejelea hapo awali, Kutoka 21 mstari wa 2, nayo Biblia inasema, ukimnunua mtumwa Mwebrania atakutumikia kwa miaka 6, lakini mwaka wa 7 atakuwa huru na kuondoka bila malipo. Sijui kama umelipata jambo hili, kuwa ukimnunua mtumwa Mwebrania atakutumikia kwa miaka 6, lakini mwaka wa 7 huyo ambaye ulimchukua kama mtumwa ambaye ni Mwebrania atakuwa huru na kuondoka hapo bila malipo. Kwa hivyo ndugu mpendwa, hapa hatuwezi kuwa na taswira kamili pasipo kuelewa kifungu hiki. Kwa ujumla, Waebrania hawakutakiwa kuwamiliki Waebrania wenzao kwa muda mrefu. Ndiyo mada ama ndilo jambo tunapata. Katika mwaka wa 7, mtumwa wa Kiebrania mpendwa alistahili kuachiliwa huru, aliachwa huru. Bila shaka mpendwa, hii uhusisha dhamani yao. Hivyo wazazi wanawauza watoto wao kwa mataifa. Endapo wangewauza kwa Wayahudi wenzao ingekuwa ni sawa, kwa sababu ni sawa na kuwakopesha kwa ukomo wa muda fulani. Lakini ukimuuza kwa mtu wa mataifa itakuwa namna gani? Chanzo cha tatizo hili mpendwa ni nani? Sasa tukirejelea hili fungu mstari wa 8 Waebrania, kumbuka tumesoma kuwa, nikawaambia, sisi kwa kadri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu wa Wayahudi waliouzwa kwa makafiri, yani watu ambao si Wayahudi, watu ambao ni wa mataifa, na ninyi mnataka kuwauza ndugu zenu, tena kuwauza ili sisi tuwanunue. Hilo ni jambo ambalo analiuliza kama kikejeli, na kwa sababu ya muda ningependa kuharakisha kidogo mpendwa. Na hapa nani hapa amenyamaza? Maana amesema wakanyamaza. Lazima hawa basi ni wazazi. Kwa dhahiri si matajiri ambao wanawanunua tena hawa Wayahudi mpendwa. Na mstari wa 9 Nehemia anaendelea akisema hivi, tena nilisema, neno hili mnalotenda si jema. Je, haiwapasi ninyi kwenda katika kicho cha Mungu wetu kwa sababu ya mashtumu ya makafiri adui zetu? Na mimi pia na ndugu zangu na watumishi wangu mpendwa, Biblia inasema fungu la 10, tuwakopesha fedha na ngano ili kupata faida? Tafadhali na tuliache jambo hili la riba. Naomba warudishieni leo hivi mashamba yao na mashamba yao ya mizabibu na mashamba yao ya mizeituni na nyumba zao, na lile fungu la fedha na ngano na la divai na la mafuta mnalowatoza. Nimefikisha mstari wa 11. Mpendwa, kabla niendelee hapa, Nehemia anaibua hoja gani? Anaibua hadhi ya Mungu. Watu wake, watu wa Mungu wanaonekanaje machoni mwa maadui wao ambao wanunua mpendwa? Watu wa Mungu wanashughulikianaje na matatizo yao? Huwa mpendwa,
unajiuliza swali unapokabiliana na matatizo. Suluhisho lako litaonekanaje huko duniani? Wakati unapata shida, huwa unajiuliza kuwa lile ambalo itakuwa suluhu ya tatizo lako litaonekanaje na watu ambao si wa kanisa, na watu ambao si wa Kristo, na watu ambao hawamwamini Mungu. Haya basi mpendwa, mstari wa 10, Nehemia anafanya nini ili kutatua tatizo hili? Anawakumbusha maelekezo ya Mungu katika jambo hilo, na anaongoza kwa mfano. Anakopesha fedha na ngano, lakini hatozi riba. Kwa hivyo yeye anawaongoza kwa mfano. Mpendwa, je, unawaambia watu wafanye mambo ambayo wewe hauko radhi kuyafanya? Umesikia wengi wakisema kuwa fanya ninavyo kushurutisha, ama jinsi ambavyo ninapokufahamisha, lakini usije ukafanya jinsi ambavyo ninavyofanya ama kutenda. Haya basi mpendwa, wewe wafanyaje mambo ambayo hauko radhi kuyafanya? Hili limekuwa ni changamoto katika Wakristo wa zama hizi na enzi za leo. Kwa hivyo mpendwa, mstari wa 11 Nehemia, matokeo basi hapa ni yapi? Kwa sababu yeye ashurutishi watu kufanya mambo ambayo yeye hana budi kuyafanya. Mpendwa, naomba warudishieni, alisema. Kwa hivyo mstari wa 12, ndipo wakasema tutawarudishia, wala hatutataka kitu kwao, tutafanya hivyo kama ulivyosema. Kisha nikawaita makuhani, nikawaapisha ya kwamba watafanya kama ahadi hiyo, jinsi watu walivyoahidiana. Kwa hivyo mpendwa, wale watoza riba na kuchukua mashamba ya wadeni wao wanakubali kuacha na kuwarejeshea mashamba yao. Vipi basi kuwaruhusu watoto? Hili linapaswa kutibu tatizo la kuuza watoto. Wale wanaoteseka na njaa kwanza wanakopa ngano na fedha. Kwa hivyo, lakini rasilimali zao mpendwa zinapokuwa zimekwisha, wanawauza watoto wao. Hii inarejesha rasilimali zao. Kwa hivyo mpendwa, umegundua kwamba kiwango cha riba inayotozwa kimewekwa wazi hapa. Wanatoza takribani 12% kwa mwaka. 12% kwa miaka, 12%. Kwa hivyo mpendwa, mstari wa 13 Nehemia inaendelea tena, nikakung'uta nguo yangu nikasema, Mungu na amkung'ute vivyo hivyo kila mtu nyumbani mwake na kazini mwake asiyeitimiza ahadi hiyo, na akung'utwe vivyo hivyo na kuwa hana kitu. Mkutano wote wakasema amina, wakamhimidi Bwana, nao watu wakafanya kama ahadi hiyo walioitoa. Kwa hivyo mpendwa, Nehemia hapa anafanya jambo gani jingine ili kuwa na uhakika kwamba tatizo hili limetatuliwa? Analazimisha kwamba watu wale kiapo mbele ya makuhani ili watende kama walivyoahidi. Kwa kadiri mpendwa, kwa dhahiri katika kusanyiko hili, wale ambao wamekuwa wakitoza riba wanajisikia kuwa chini ya shinikizo kubwa. Hataki waje wabadili mawazo yao hapo baadaye. Ndiposa anawashurutisha wale kiapo mbele ya makuhani. Kisha mstari wa 14 hadi wa 16, Nehemia anafanya jambo gani jingine ili kutatua tatizo hili la umaskini mpendwa? Anashusha kodi. Hachukui mapatano mpendwa, mapato yoyote anastahili kama liwali. Hapa anashusha kodi. Mpendwa, labda nisome ukarimu wa Nehemia hapa mstari wa 14. Tena tangu wakati huo nilipowekwa kuwa liwali wao katika nchi ya Yuda, tangu mwaka wa 20 hata mwaka wa 32 wa Artashasta mfalme, yaani miaka 12, mimi na ndugu zangu hatukula chakula cha liwali. Lakini maliwali wa kwanza walionitangulia wakawalemea watu, wakawatwalia chakula na mvinyo zaidi ya shekeli 40 za fedha. Tena watumwa wao nao wakatawala juu ya watu. Lakini mimi sikufanya hivyo kwa kuwa nalimcha Mungu. Mpendwa, hapa umesikia 16. Naam, hata kazi ya ukuta huu tena nikaishika sana, hata
wala hatukununua mashamba, na watumishi wangu wote wakakusanyika huko kazini. Mpendwa, hapa Nehemia anashusha kodi na achukui mapato ambayo anastahili kama liwali. Kwa hivyo anafanya uchaguzi. Umewahi kumsikia kiongozi wa kisiasa mpendwa kama Nehemia ambaye hakuchukua mshahara wowote? Najua kuna wengine wamesema watachukua mshahara wowote, lakini bado wanapata marupurupu na mambo mengine ambayo yanazidi mshahara wao. Umewahi kumsikia kiongozi yeyote wa kisiasa ambaye anaondoa kodi ili kuwasaidia maskini? Jambo la mwisho, kanuni za leo. Pendwa, nataka kutamatisha mwongozo huu kwa kusoma kuanzia mstari wa 9 tena. Tuliangalia hili hapo awali. Hili ni jambo mpendwa muhimu kiasi gani? Kwani kumpa Mungu utukufu si wajibu wetu wa msingi? Nehemia hapa anajali sana kuhusu ambavyo njia wanayoitumia Waebrania kwenye umaskini inavyoathiri hadhi ya Mungu miongoni wa wapagani. Hili ni jambo ambalo wengi wetu hatulifikirii kamwe. Mpendwa, katika kanuni za leo, tunawezaje kutumia kanuni hiyo leo? Baadhi ya kanuni hizi mpendwa zinazotumika miongoni mwa mwili wa waumini si kanuni ambazo lazima siwe sera ambayo serikali ya kidunia inapaswa kuitumia. Lakini wewe je, kama Mkristo, kitu gani kinachoonekana kuwa chanzo kikuu cha umaskini katika Nehemia 5? Tumesema kuwa ni njaa. Linaonekana kama tatizo linalotokea mfululizo. Mpendwa, njaa huleta shinikizo kubwa la kifedha kwa watu. Yamkini wale wenye rasilimali chache waliumizwa zaidi kulingana na maandiko matakatifu. Kwa hivyo hapa mpendwa, kitu gani kinaweza kuwafanya ni kitu gani kinaweza kufanywa kuhusu njaa? Hakuna kinachoweza kufanywa, tukichukulia kwamba njaa hiyo haijasababishwa na mwanadamu, isipokuwa kama ni kuweka akiba ya rasilimali kwa ajili ya nyakati ngumu. Kwa hivyo unastahili kuweka rasilimali kwa ajili ya nyakati ambazo zinakuja. Usije ukakula na ukaishi kama mtu mpumbavu kulingana na Biblia. Lazima uweke rasilimali kwa wakati ujao ambao unajua kuwa ni wakati mgumu. Sasa mpendwa, hapa chanzo cha umaskini kinachofuata ni kipi? Kinachofuata hapa tumesoma kuwa ni vitendo vya ukopeshaji, kukopa. Je, hivi ndivyo matatizo yanavyoibuka maishani mwako unapoangalia mambo katika maisha? Hivi ndivyo mambo yanavyoibuka katika maishani mwako? Jambo lililo nje ya udhibiti wako linaibuka more than you are able to. Jambo ambalo liko nje ya ama zaidi ya uwezo wako linaibuka. Jambo hili nje ya udhibiti wako mpendwa linapoibuka, hujajiandaa kwa ajili ya jambo hilo, watu wengine wanaichukulia hali yako kuwa fursa kwao, ndiposa wanaanza kukunyanyasa. Tunajifunza nini kutoka kwa Nehemia? Kuyageukia majibu ya Mungu kwa matatizo yetu. Ni lazima tuweze kujifunza kuyageukia majibu ya Mungu kwa matatizo yetu. Si tutafute majibu yetu kwa matatizo yetu. Tumgeukie Mungu atupe majibu kwa matatizo ambayo yametukumba. Kuenenda mpendwa, kile tunachokihubiri. Unaposema jambo, liishie hilo jambo. Kwa hivyo lazima uenende kwa kadri unavyofunza, jinsi ambavyo Nehemia alifanya. Kwa hivyo mpendwa, lazima udai uwajibikaji. Na mwisho, rafiki, utafanya suala la kumtukuza Mungu kuwa kipaumbele maishani mwako.
juma lijalo tutazungumzia kusomwa kwa neno. Lakini kabla kuna jambo nataka kulisoma hapa katika lugha ya Kiingereza mpendwa. Kuna jambo nataka kuliweka hapa katika lugha ya Kiingereza ili nifanye ombi pamoja nawe. As Nehemiah, nasoma Prophet and the Kings, page 648. As Nehemiah heard of this cruel operation, his soul was filled with indignation. I was very angry, he says, when I heard their cry and these words. He saw that if he succeeded in breaking up the oppressive custom of exaction, he must take a decided stand for justice. With characteristic energy and determination, he went to work to bring relief to his brethren. Na napoenda kitabu kingine kinaitwa Thoughts from the Mount of Blessings, page 667. Page 67 inasema, Jesus proceeded to lay down a principle that would make oath-taking needless. He teaches that the exact truth should be the law of speech. The exact truth, ukweli mtupu, should be the law of speech. Let your speech be yea for yea, nay for nay, and whatsoever is more than this is of the devil, is of the evil one. Na mwisho niruke ukurasa mwingine, page 68, Thoughts from the Mount of Blessings, inatamatisha ikisema, these words condemn all those meaningless phrases and expletives that border on profanity. They condemn the deceptive compliment, hapo kwa deceptive compliment. Napata mtu amejivika vibaya, unamwambia you look good. Yeah. Mtu anaonekana vibaya kabisa, lakini unamwambia uko vema kabisa. Mtu anafanya ama anatenda jambo ambalo ni baya na you compliment that person. Kwa hivyo hapa page 68 inasema, they condemn the deceptive compliment, the evasion of truth, the flattering phrases, the exaggerations, the misrepresentations in trade that are current in society and in the business world. They teach that no one who tries to appear what he is not, or whose words do not convey the real sentiment of his heart, can be called truthful. Sasa hapa sijui kama ni nani amekutwa ama amepatwa hapa. Katika haya yote tumejifundisha mpendwa, utafanya swala la kumtukuza Mungu kuwa kipaumbele maishani mwako. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umetufundisha yaliyo makuu katika maishani mwetu. Hebu tufanye kukutukuza na kuonekana kwako kuwe wajibu kuu katika maisha mwetu. Yale ambayo tumeyatenda ambacho ni kinyume na mapenzi yako, tuaomba utusafi na utusamehe na dhambi na makosa yetu, ili tuwe pema machoni pako. Bariki msikilizaji na mtazamaji, na wakati tunapoendelea kujiandaa, hebu uishe nafsi zetu na vile vile utuonee kwa ajili ya ufalme wako, katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante na mbarikiwe.